Naam, msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Ripoti ya Mtaa. Mimi ni kijana wako pendwa maarufu kwa majina ya Chineke Mwangaza, ambapo umeendelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii na kushukuruni sana, ambapo nimekuwa supporter kubwa sana kuweza kunisogeza na kufika pale ambapo pengine Mungu ameweza kupendezwa napo niweze kufika. Lakini moja ya anayenisababisha ni wewe. Unanifuatilia katika mitandao ya kijamii, umekuwa na msaada mkubwa sana kwangu. Leo niko na jambo moja ambalo nimependezwa niweze kukufikishia ili tuenze kujifunza au tuone ni kwa namna gani tunaweza kulizungumzia. Mimi ni miongoni mwa wapenzi sana wa nyimbo za Injili ambazo zimekuwa na mafundisho mbalimbali, zinatusaidia sana kuinuka hata kiroho. Kwa sababu Injili ni Injili inayohubiriwa kwa njia ya nyimbo, ni mahubiri tosha kabisa ambayo yanahubiriwa kwa njia za uimbaji. Lakini nikasema kuna vitu au kuna namna ya uimbaji unaotumika hivi sasa ni mzuri. Zimekuwa ni nyimbo zinazotusaidia sana kuweza kuinuka kiroho. Lakini kuna vitu ambavyo ni kama vile sivioni, vimepotea kidogo. Tukirudi miaka ya nyuma, kulikuwepo na nyimbo zilizojawa ububujiko wa Roho Mtakatifu. Kulikuwa na nyimbo ambazo zikiimbwa, hata wewe unayesikiliza ule wimbo unasikia kububujika rohoni. Nyimbo zilizojaa Roho Mtakatifu, yani zenye bubujiko. Anaweza akasimama mwimbaji madhabahuni akaimbisha wimbo, wewe unayemwangalia na unayemsikiliza unaona kabisa kuna kitu napata moyoni mwako. Unaona kabisa bubujiko rohoni linamiminika. Nikifuatilia hizi nyimbo za sasa zinazoendelea kuimbwa, sioni lile bubujiko la awali. Sioni lile bubujiko. Nyimbo inaimbwa, yani mwimbaji anaimba wimbo, sura yake kabisa inajieleza ya kwamba nimezama rohoni. Ukimwangalia anavyoimba ule wimbo, anakupa taarifa kabisa ya kwamba ninayemwimbia ni nani, ninayemwimbia namjua, ninayemwimbia na najua kabisa alisurubika pale msalabani, alisurubishwa, aliteseka, alikubali kuteseka kwa ajili yangu. Yani sura yake inasema. Hata unajikuta yani unashuka, unamiminika, unasema hakika hizi ndizo nyimbo tunazokuwa tunazitaka. Lakini ukifuatilia, ukijaribu kuangalia hizi zinazoendelea kuimbwa sasa, kuna kitu kinamiss. Sioni lile bubujiko halisi ambazo zile nyimbo zilikuwa zikiimbwa. Sasa shida iko wapi? Sijui. Niombe tu watumishi wa Mungu mtusaidie kwenye hili ili tuone changamoto hii imetokea wapi. Na kama ipo namna ya kutengeneza, tutengeneze basi, tupate kitu kilicho bora. Tupate kizazi kizuri. Tutengeneze kitu ambacho hata vizazi na vizazi kadri vitakavyoendelea waone kabisa kwamba naam, kuna kitu kilifanyika. Sasa mimi ni muumini tu wa kawaida, si kiongozi wala mchungaji wala nabii wala askofu. Nimeonelea tu kwamba niliseme ili mnisaidie kulidadavua hili na kuona hivi hiki ninachokisema ni ukweli au namna gani. Kuna waimbaji walikuwa wanaimba humu, kina Sedekia wale ukiwafuatilia walikuwa wanaimba nyimbo, wewe binafsi ukisikiliza unasema naam,
kuna kitu napata hata kama uko peke yako ndani kwako. Kuna kitu napata kizuri mno. Kulikuwa na dada yangu huyu Bahati Bukuku, alikuwa anaimba nyimbo, unasikia kuna kitu kabisa unakipata. Nina baba yangu wa kiroho ambaye mpaka sasa ni mchungaji Abiudi, alikuwa anaimba nyimbo, unakuta kabisa inasugua moyo wako, inasafisha moyo. Wako waimbaji wengi, alikuwa anaimba nyimbo, unasikia kuugua moyoni, unasikia kutubu, unasikia kuomboleza, unasikia kuumia, unasikia kumrudia Mungu, unasikia bubujika moyoni. Yani alikuwa na uwezo wa akaimbisha wimbo. Baada ya kumaliza kuimbisha ule wimbo, lile bubujiko ambalo limewapata watu, mchungaji unaweza ukasema jamani, kwa leo tuseme ibada imeishia hapa, tuenende kwa amani ya Bwana. Tulichokipata kupitia huu wimbo inatosha. Kwa nini? Kuna vitu tulikuwa tunapata. Kuna vitu walikuwa wanapata wale watu. Natamani nione kitu katika uimbaji wa nyimbo za injili kwa sasa. Natamani tuone vitu ambavyo hakika vitakuwa bora. Hakika vitakuwa sababisho la kizazi cha sasa kitengenezeke. Maana maeneo tuliokuwa nayo sasa ni mabaya mno. Maeneo tuliokuwa nayo sasa ni mabaya. Lazima hiki kizazi cha sasa tukitengeneze. Miaka ya nyuma watu walikuwa wanasema tuwalinde sana watoto wa kike. Lakini nyakati za sasa zimebadilika mno. Sasa hivi wanaotakiwa kuchungwa zaidi jamani, imekuwa sasa ni watoto wa kiume. Wanaharibikiwa mno watoto wetu wa kiume. Vijana wa kiume sasa hivi ndio ambao wamegeuka na kuwa na matukio ya ajabu. Jamani, tuwe wawazi. Ushoga, unaposikia ushoga hauwazii ukubwani, unaazia wakiwa watoto wadogo. Wamelelewa mazingira gani? Ndio chimbuko linaanza huko. Wanashinda maeneo gani? Ndio chimbuko lipo huko. We mzazi unabaki kusema mwanangu yuko shuleni, sawa, sikatai. Lakini yule mwalimu ana lundo la wanafunzi, atafuatilia hatua moja bana nyingine ya mtoto mmoja, ataweza wapi? Mzazi, msaidie mwalimu kufuatilia mienendo ya mtoto wako. Nyakati za sasa watoto wa kiume ndio wanaharibikiwa zaidi.